Ni asubuhi iliyo njema. There will be a nice service last Friday. Tulikuwa na ibada nzuri sana Ijumaa. For those who are here. Kwa wale How many you are here on Friday? Wangapi walikuwa kwa Ijumaa? When you miss, try to follow online. Ukikosa hakikisha unafuatilia online. Yeah, because sometimes the Lord is storm in the house. Kwa sababu wakati mwingine Bwana anakuja kwa nguvu sana katika nyumba yake. Last Friday was awesome. Na Ijumaa iliyopita ilikuwa ni nzuri sana. Yeah, everything went in a different way that we thought it would go. Kila kitu kilienda kwa namna tofauti ambavyo tulifikiri itaenda. Because the Holy Spirit was in control of everything. Roho Mtakatifu alikuwa katika uongozi wa kila kitu. Yeah, with these few minutes let me talk again about we are still talking about the Holy Spirit. Kwa dakika chache niongelee kuhusu Roho Mtakatifu na and I pray that you should not be tired of this subject of the Holy Spirit hearing me, because I have to talk more and more and more about the Holy Spirit, because there is no breakthrough, no success, no revival without the Holy Spirit. Naomba msichoke kusikia neno la Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndio kila kitu na yeye ndio chanzo cha mpenyo. Hakuna uamsho bila Roho Mtakatifu. In the church history, whenever the church forgot about the Holy Spirit, the church went to darkness. Katika historia ya kanisa, wakati wowote ambao kanisa limsahau Roho Mtakatifu, kanisa lienda katika kiza. And those church that they were in the revival, they went to become a religious institution. Na yale makanisa yalikuwa na uamsho yakabadilika kuwa tu taasisi za kidini. They remained with the name. We were on fire. Yakabakia tuna majina, tulikuwa katika moto. You were. What's now? Tulikuwa vipi kuhusu sasa? Let us not talk about the past. Let us talk about now. What is happening now? Tuzungumzie yaliyopita, tuzungumzie kuhusu sasa. Nini ambacho kinaendelea wakati huu? So we are working for the now, because we know that there is revival when the Holy Spirit is well recognized and when we seek more of Him. Na tunazungumzia sasa kwa sababu Roho Mtakatifu yuko katika enzi yake, na He brings revival. Analeta uamsho. He brings the fire. Analeta moto. He brings the awakening. Analeta kuamka. He brings every manner of wonders. Analeta kila namna ya maajabu. There is no signs and wonders without the Holy Spirit. Hakuna ishara na maajabu bila Roho Mtakatifu. There is no active power as the Church of Jesus Christ without the Holy Spirit. Hakuna nguvu inayotenda kazi kwa kanisa bila Roho Mtakatifu. That's why Jesus said, ndio maana Yesu alisema, stay in Jerusalem bakini Yerusalemu until you receive the promise of the Father. Hata mtakapoipokea ahadi ya Baba. Stay in Jerusalem. Bakini Yerusalemu until you receive the promise of the Father. Mpaka mtakapoipokea ahadi ya Baba. Don't live in Jerusalem. Usiondoke Yerusalemu. Don't move from point 1 to point B. Usiondoke point moja kwenda point nyingine. Stay in Jerusalem. Bakini Yerusalemu. Stay waiting for the promise of the Father. Bakini hapa kuisubiri ahadi ya Baba. Hallelujah. Because he knew that we cannot do anything tangible without him. Kwa sababu alijua hatuwezi kufanya lolote la maana bila yeye. So it's my prayer that we should value that statement of Jesus when he said, wait for the promise of the Father. Kwa hiyo ni maombi yangu muweze kuelewa tunaposema hiyo kauli ya Yesu, bakini msubiri ahadi ya Baba. Jesus said, Yesu alisema, wait for the promise of the Father. Msubiri ahadi ya Baba. So the waiting is over. Kwa hiyo kule kusubiri kulisha kuisha. Now is grabbing him. Wakati huu ni kukamata. It is grabbing the Holy Spirit. Kukamata Roho Mtakatifu. Don't let him go. Don't let him be beside. Usimwache uwe pe. From the day he come in, when you give your life to Jesus Christ, allow him, let him flow in you. Toka siku ambayo let him have access in you. Hakisha kwamba anafanya kazi ndani yako na ana wajibu wa kuongoza ndani yako. Let him find you. Na akupate. You have him. Unaye yeye. But the question is, lakini swali ni kwamba, has you allowed him to find you? Je, umemruhusu akupate? If you allow him to find you, you are allowing him
Holy Spirit, be the boss of my life. Kama Be in ukimruhusu control of akupate, my life. utakuwa umeomba Roho Mtakatifu uwe kiongozi wa maisha yangu. I am listening. Ninakusikiliza. I am ready to obey Niko tayari kutii your instruction. maagizo yako. Hallelujah, hallelujah. Okay, I'm talking briefly about the purpose of supernatural encounter. Nitaongelea kwa ufupi kuhusu kusudi la kukutana na nguvu za kiungu. You need to have an encounter with the power of God. You need to have an encounter with God. Unahitaji kukutana na nguvu za Mungu, unahitaji kukutana na Mungu mwenyewe. You need to have an encounter with the Holy Spirit. Unahitaji kukutana na Roho Mtakatifu. In the New Testament, encounter with God is encounter with the Holy Spirit. Kukutana katika Agano Jipya, kukutana na Mungu ni kukutana na Roho Mtakatifu. And so if you really recognize what the Holy Spirit, He is going to bring you more closer and closer to an encounter with you, and you can have many encounters. Utakapoendelea kusogea karibu na Roho Mtakatifu, ataendelea kusogea karibu yako na utakutana na Mungu zaidi na zaidi. Father, bless the sharing of your word in Jesus' name. Amen. Let's have our common verse, Acts 1 verse 8. Tusome mstari wetu unaojulikana wa Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Okay, can we say together 1 2 3 in Swahili? Tuko pamoja kwa Kiswahili. Lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. These are the words said by Jesus. Haya ni maneno yaliyosemwa na Yesu before the coming of the Holy Spirit. Kabla ya kuja kwa Roho Mtakatifu. He prepared his disciples for the coming into the world of the Holy Spirit. Aliwaandaa wanafunzi wake kwa ujio wa Roho Mtakatifu hapa duniani. And that day was very special. That's why it was very special in Acts chapter 2. Well, you read verse 1 to 4. It was a storming reception. Na ndio maana ilikuwa ni heavenly sana. Came on earth with a storming visitation. Ilikuwa ni tukio lenye nguvu na dhoruba kubwa, kwa sababu nguvu za mbingu zilishuka duniani kwa kasi na kwa nguvu. It's good to understand how God has been moving on the day Jesus was born. Ni muhimu kuelewa jinsi ambavyo Mungu amekuwa akitembea siku ambayo Yesu alizaliwa. He was born in Bethlehem. Alizaliwa Bethlehem. But to the shepherd, lakini kwa wale wachungaji wa kondeni who were in the field, ambao walikuwa kondeni, they were given news what has happened in Bethlehem. Nini ambacho kimetokea Bethlehem. Because this was very special things in heaven that now we have sent the Son into the world. Kwa sababu ilikuwa ni jambo kubwa na special kule mbinguni kwamba tumemtuma mwana duniani. And you know, the shepherd they were visited by the host of heaven. That's what the Bible says. The host of heaven landed down and they were singing hallelujah, hallelujah. Biblia inasema wale wachungaji walitembelewa na jeshi la malaika waliokuwa wakiimba hallelujah, hallelujah. The host of heaven they don't always come down. Jeshi la mbinguni alishuka tu mara zote. They come on a very special mission. Wanakuja kwa kazi maalum sana. When the Son was born, wakati ambapo mwana, the host of heaven landed. Jeshi la mbinguni lilishuka just to sing, kuimba, to let this shepherd know what has happened. Kuwafanya hawa wachungaji wajue nini kimetokea. Hallelujah, hallelujah. And so they were told what to do. You have to go and wakaambiwa na kile cha kufanya kwamba lazima waende kufanya and see the newborn king. Hallelujah. Na kumuona mfalme aliyezaliwa. Hallelujah. So when Jesus finished his mission, he said, let me go so that he come. Na Yesu alipomaliza kazi yake akasema niacheni niende ili kwamba yeye aje. If I don't go, he don't come. Nisipoondoka yeye hawezi kuja. Because my going shows that I have finished.
kwa sababu kwa kuondoka inaonyesha kwamba nimekwisha kumaliza. And when I finish, I go, then the Father will send him. Na nitakapomaliza na kuondoka, Baba atamtuma yeye. Me and the Father will send him. Mimi na Baba tutampeleka yeye until I go. Mpaka nitakapoondoka. So he went. Kwa hiyo akaenda. 10 days after he has left, 10 baada ya kuwa ameondoka, the Holy Spirit came. Roho Mtakatifu akaja. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit came. Roho Mtakatifu akashuka. A massive visitation. He came with this, in power. Akashuka kwa nguvu. Shaking. Matikisiko. The testimony of his coming is unforgettable. Ushuhuda wa ujio wake ni uzoefu usiosahaulika. So that is a message for you. Make sure you value very strongly the Holy Spirit being with you. Kwa hiyo ujumbe huo wa Roho Mtakatifu kisha una uthamini kwa nguvu sana wa Roho Mtakatifu kuwa na wewe. The disciples, they have an encounter with the Holy Spirit on the day of Pentecost. Wanafunzi wa Yesu walikutana na Roho Mtakatifu katika siku ya Pentekoste. Now, what is the purpose of supernatural encounter? Nini kusudi la kukutana na nguvu za kiungu? Number 1, jambo la kwanza, to cause us to lose awareness of ourselves, and to so that God can become our complete reality. Kuweza kuondoa ufahamu wetu sisi wenyewe ili kwamba Mungu awe uhalisia wetu kamili. God becomes really. Mungu awe halisi. And we go to nothing. So the proof of supernatural encounter with the Holy Spirit is what happened within us. Kwa hiyo ushahidi wa kukutana na Roho Mtakatifu ni kile ambacho nini kimetokea ndani yetu. How much are we allowing him to control us? Je, ni kwa kiwango gani tunamruhusu atuongoze? How much we are allowing him to find us, and how much are we ready to obey him? Ni kwa kiwango gani tuko tayari kumtii? We have to lose our selfishness and allow him to flow. Lazima tuondoe ubinafsi wetu na kumruhusu yeye atende kazi. That's number 1. Number 2, namba 2, to change and transform our heart. Kubadilisha na kugeuza mioyo yetu. To change and transform our heart. Kubadilisha na kugeuza mioyo yetu. This is very important. Hii ni muhimu sana. We are to be a person with an encounter of God. Mtu aliyekutana na Mungu has to be transformed. Lazima ageuzwe. Has to be transformed. Lazima ageuzwe. Okay, let us read this portion of scripture. Tusome maandiko haya in the book of Genesis, katika kitabu cha Mwanzo 32. 32. Okay, could you read very quickly verse 22 to 31? Tusome mstari 22 mpaka 31. Akaondoka usiku ule, akawatwaa wakezi wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki. Akawatwaa, akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa mshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuache usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka.
Hallelujah, hallelujah. Jua likamzukia akivuka Penueli, akachechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Yeah, after he was blessed by the Lord and changed his name, he was given a blessing of dislocation of his joint of his hip. Na akapewa baraka ya kuteguliwa uvungu paja lake. He never was able to walk properly again. Hakuweza kutembea vizuri kamwe. Yeah, he has to be walking as a cripple guy. Alikuwa anatembea but the crippleness that was caused because he was hungry of the blessing. Lakini kuchechemea kulisababishwa kwa sababu alikuwa na njaa ya baraka. I'm told that the Israelites until now they don't eat the meat of that piece of part of the body that of any animal that of the joint where Jacob was dislocated. Na hiyo historia ya Israeli kwamba hawali nyama yoyote wa sehemu ile ambayo Yakobo aliteguliwa. Yeah, where the joint of the hip is coming into to the west here. So that piece they don't eat because their ancestor was touched by God and had a dislocation. Pale ambapo mfupa wa paja unapoungana na nyonga hawali kwa sababu toka enzi za baba yao Yakobo ndipo alipoteguliwa. So, what message I want you to get here? Na ni ujumbe gani ambao nataka upate hapa? You can read it from verse 1, you will get the full message. Why all this happened? Because of Esau. Unaweza ukasoma tokea mstari wa kwanza na kuona kwa nini kimetokea kwa sababu ya Esau. Yeah, because Jacob was coming from his uncle Laban, and when he sent the blessing and the presents to try to bribe Esau, Esau was not done. Wakati Yakobo ametoka kwa mjomba wake Labani na akiwa Yakobo ametuma zawadi kwenda kwa ndugu yake Esau ili kuweza kumpoza, lakini bado ilikuwa hajatulia. He said, all this gave to you, bring to me. Why? Akasema, zawadi hizi zote unaletea mimi kwa sababu gani? Go and tell your master that I'm coming to meet him with my 400 men. Mwambieni, nendeni mkamwambie bwana wenu kwamba ninakuja kukutana naye na watu wangu 400. So that's when Jacob gets scared. 400 men. Hapo ndipo Yakobo alipoogopa, akasema watu 400. And these are men of war. Na hawa ni watu wa vita. Coming to meet Jacob. Wanakuja kukutana na Yakobo. So he was scared. So he cried and he cried and he sent away all his family until he remained alone. Friend, there are sometimes you have to be alone with God. Alilia na kuondolea familia, tenga familia yake mbali na rafiki. Wakati mwingine unabidi kulia wewe mwenyewe. He sent them away in peace so that if they are attacked they don't all die. Akawapeleka mbali kwa amani. If this group is attacked, this one will escape. Kama wakishambuliwa wasife wote, kwamba ili kundi likishambuliwa hao wengine watatoroka sana. This one went by the left, the other went by the right. So whoever will meet Esau, if they are attacked, then one will escape. Kwa hiyo yote watakao katika makundi yao watakutana na Esau, moja litakuwa limepona. But later on he found that that was not enough to take away his worries. Lakini baadaye alijua kwamba hilo lilikuwa litoshi kuweza kuondoa hofu yake. The fear went more far. Hofu yake ikaendelea kwenda mbali zaidi. When he was desperate like that, alipokuwa katika hofu imejaa na ghadhabu namna hiyo, a man appeared before him. Akamwona mtu mbele yake. And he says, this is not a normal man. Na akasema huyu si mtu wa kawaida. He said, this is the Lord. Huyu ni Bwana. He grabbed him. Akamkamata. And he wrestled with him. Na akashindana naye until daybreak. Mpaka karibu wakati wa kuchwa kwa jua. The Bible said that he called that place Penuel because I wrestled with God and the God spared me. Na Biblia inasema alipaita mahali pale Penueli kwa sababu alisema nimeshindana na Mungu na Mungu ameniacha salama. Because scripture they said that you cannot face God and remain alive. Kwa sababu maandiko yanasema hawezi ukamwona Mungu na ukabaki hai.
That is the grace of God. Hiyo ni neema ya Mungu. How can I wrestled with the Lord and he left me alive. Nimeshindana na Mungu naye ameniacha hai. He called that place Penuel. Akapaita mahali pale Penueli. Hallelujah. 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 So an encounter with God must change you, must bring transformation. Jacob was changed. His name was changed. A transformation. He was broken to humbleness. All arrogance, all cheating came to an end. Kwa hiyo kukutana na Mungu lazima kukubadilishe wewe, lazima ubadilishe uhalisia wako. Yakobo akabadilishwa na kila kitu, uongo na kila namna vyote vikabadilishwa. He was right. What is your name? Aliulizwa jina lako ni nani? He said Jacob. Akasema Yakobo. You will not be called Jacob. Hautaitwa Yakobo tena. You will not be called a cheater. Hautaitwa tena mdanganyifu. But you are going to be Israel. Lakini utaitwa Israeli. The man with the covenant with God. Mtu mwenye agano na Mungu. Hallelujah. That encounter, until today we have Israel because of that encounter with God. Mpaka leo tuna taifa la Israeli kwa sababu ya kukutana huko kwa Yakobo na Mungu. The name of Israel was God at the encounter with God. Jina au neno Israeli lilipatikana kwa kukutana na Mungu. When you have an encounter with God, you will never be the same again. Hautabakia kuwa yule yule kamwe. It's my prayer that you be hungry to have an experience of an encounter with God. If you had one at the convention, you need some other more. Ni maombi yangu uendelee kukutana na Mungu zaidi. Kama ulikutana naye wakati unaongoka au kuokoka, unatakiwa uwe nao na kukutana na Mungu zaidi. We can have many encounters. At every challenging problem you need an encounter. Hallelujah. Katika kila changamoto na tatizo unahitaji kukutana na Mungu. You are facing a great problem at work, you need an encounter with God. Kupitia changamoto kubwa au tatizo kubwa kazini unahitaji kukutana na Mungu. You are facing a challenge in your family, you need an encounter with God. Unapitia changamoto katika familia yako unahitaji kukutana na Mungu. You are having a challenge in getting a mate to marry, you need an encounter with God. Unapata changamoto ya kupata mwenza wa kuoa unahitaji kukutana na Mungu. Say it louder. Unapata changamoto kupata mwenza wa kuoa unahitaji kukutana na Mungu. Yeah. So at every problem you need an encounter. Katika kila tatizo unahitaji kukutana na Mungu. Especially whenever you have something that is stuck for a long time, there must be an encounter. Hasa pale ambapo unakuwa na jambo ambalo limekaa kwa muda mrefu. Other being blessed, they are excelling in their life, but you are struggling. Seek an encounter with the Lord. The encounter will take you through. Lakini umebakia pale pale. Endelea kutafuta kukutana na Bwana. And don't be jealous for those who are being blessed. Na kukutana na Mungu utakupeleka sehemu nyingine, na usiwe na wivu kwa wale ambao wanabarikiwa. When others are being blessed and you are left behind, don't be jealous, because God has a different plan for them and he has a different plan for you. Wengine wanabarikiwa, usione wivu kwa sababu Mungu ana mpango tofauti na wao na mpango tofauti na wewe. Hannah, God has a different plan with Hannah, but her womb was closed by God and she has to cry to God until God has to open her womb. Hana tumbo lake lilikuwa limefungwa na Mungu kwa sababu alikuwa na mpango wake tofauti kwake. Alifunga tumbo lake ili kwamba alie kwa Mungu, so that she can have a breakthrough into a situation to have an encounter with God. And when she had an encounter with God, her womb was open. Ili kwamba aweze kuwa na mpenyo wa kukutana na Bwana, na alipokutana na Bwana tumbo lake likafunguliwa. And when her womb was open, what happened? Na tumbo lake lilipofunguliwa nini kilitokea? We have Samuel. Tulipata Samueli. Until today, hata leo, the greatest prophet, nabii mkubwa, the one who was he moved in all three offices. Na alikuwa akifanya kazi katika ofisi zote tatu. He ministered as the king. Alihudumu kama mfalme. For all the Israelites, he was managing them. Kwa Israeli wote alikuwa akiwaongoza. And also he ministered as a prophet. He was a prophet of God. Kama nabii wa Mungu. God used to communicate to him and do all things for the Israelites. Na Mungu alikuwa akizungumza naye na kumwambia mambo yote kuhusu Israeli. He also ministered as a priest. Na pia alitumika kama kuhani. He's the only man who went through all these offices. Yeye ni mwanadamu pekee ambaye alifanya majukumu yote haya matatu. Born by the barren woman. Aliyezaliwa na mwanamke tasa. Who cried until she had an encounter with God. Ambaye alilia mpaka alipokutana na Mungu. Why God is delaying to respond to your situation? Kwa nini Bwana anachelewa kujibu hali yako? There is a reason. Iko sababu.
make sure you push to have an encounter with God, so that God has to reveal everything about you, about the delay. But the Lord is going to respond to you. Hallelujah. Hakisha unaendelea kusoma kutana na Bwana ili kwamba Bwana aweze kufunulia yote sababu gani anachelewa, lakini Bwana atakuletea mpenyo. Another reason is to cause Jesus to become real in our life. Sababu nyingine ya tatu ni kumfanya Yesu kuwa halisi katika maisha yetu. Yeah, we need the encounter with the Holy Spirit because the Holy Spirit will make Jesus real. Tunahitaji kukutana na Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu atamfanya Yesu kuwa halisi. The Holy Spirit is the one who brought Jesus on earth, and Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ndio aliyemleta Yesu hapa duniani, na mama yake Yesu, Mariamu, alibeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. The word say very clearly, by the power of the Holy Spirit she conceived Jesus. Na neno limesema kwa wazi kabisa, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu alibeba mimba. So Jesus, the Holy Spirit, they wanted to introduce us to Jesus. Roho Mtakatifu ndio kututambulisha kwa Yesu. You never know the real of Jesus in your life without the Holy Spirit. Hauwezi kujua kama uhalisia wa Yesu bila Roho Mtakatifu. Hallelujah. The other one, that's the last one for us. Na ya mwisho ambayo ni because our time is gone. Kwa sababu muda wetu umeenda. Yeah, let me just mention to empower and commission us to demonstrate the supernatural power of God. Kutuweka wakfu na kutupa nguvu za kuzionyesha utendaji wa nguvu ya kiungu. The Holy Spirit take us to supernatural. Roho Mtakatifu anatupeleka katika nguvu za kiungu. That's why he doesn't want us to be lazy in prayer. Ndio maana hataki tuwe wazembe katika maombi. Prayer connect us to power. Maombi yanatuunganisha katika nguvu. Prayer sharpen us, break us and make us we can really walk closely with the Holy Spirit. Maombi yanatunoa na kutusogeza karibu ili kwamba tuweze kutumia Roho Mtakatifu. You will never walk closely with the Holy Spirit without prayer. Hawezi kutembea karibu na Roho Mtakatifu bila maombi. Grow in prayer and then you will find yourself that the Holy Spirit is becoming easy to flow with you. Kuwa katika maombi na ongezeka katika maombi, utakuta Roho Mtakatifu ni rahisi sana kutenda kazi ndani yako. Because prayer and the Holy Spirit and the word of God, they move together. Kwa sababu Roho Mtakatifu, maombi na neno la Mungu na Roho Mtakatifu vinaenda pamoja. Hallelujah. Enrich yourself in the word of God, and the Holy Spirit and the word of God, they are not in contrast, but they are partnership, and so the life of prayer for you will make you more rich to flow into supernatural. Jitayarishe katika neno la Mungu na Roho Mtakatifu havipingani, lakini vinaenda pamoja. Kwa hiyo jiongeze katika maombi, utakuta itakuwa kwa rahisi kwenda katika nguvu za kiungu. You stop being a prayer person, you cut off power. Utakapoacha kuwa mtu wa maombi, unakata chanzo cha nguvu. And you hardly can have the experience of the Holy Spirit. Na uwezi kukutana na Roho Mtakatifu, unaweka ugumu wa kukutana na Roho Mtakatifu. So an encounter with the Holy Spirit is to connect us with the supernatural power. Kukutana na Roho Mtakatifu ni kutuunganisha na nguvu za kiungu. That's why Jesus said, you shall receive. Maana Yesu mtapokea nguvu. You shall receive supernatural power. Mtapokea nguvu za kiungu. Yeah. That power is with the Holy Spirit. Na nguvu hiyo inatoka kwa Roho Mtakatifu. Number 5. Namba 5. Number 5, to enable us to become carriers of the supernatural. Kutuwezesha kuwa bebaji wa nguvu za kiungu. Yeah. Being rich in the Holy Spirit, you are carrier of the supernatural. Ukiwa umejaa Roho Mtakatifu, maana yake umebeba nguvu za kiungu. You are hungry of the supernatural. Make sure you are having an encounter with the Holy Spirit. Una njaa ya nguvu za kiungu, kisha unakutana na Roho Mtakatifu. Have an encounter with him. Kutana naye. Having an encounter with the Holy Spirit is allowing him to have you. Kutana na Roho Mtakatifu ni kumruhusu yeye akupate wewe. You have the Holy Spirit. Does he have you? Je, yeye ana wewe? Does he have access in you, or you have your reservation or stay there, Holy Spirit? I finish my business, then I find you at the door.
au na vitu vyako ambavyo umebakiza bado, unaambia Roho Mtakatifu baki hapo, nikimaliza shughuli zangu nitakurudia, baki hapo mlangoni. He will tell you, do your business. When you are done, when you are hungry enough, when you are desperate enough for me, you'll seek for me. Atakwambia endelea na mambo yako, utakapokuwa umemaliza, utakapokuwa una njaa ya kutosha, utanitafuta. Hallelujah. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako sasa. Encounter with the Holy Spirit. If you can forget everything, just remember that the message is, I must have an encounter with the Holy Spirit to take me from natural to supernatural. Kukutana na Roho Mtakatifu. Kama utasahau kila kitu, sahau kwamba ninatakiwa kukutana na Roho Mtakatifu anitoe katika ulimwengu wa kawaida na kupeleka katika ulimwengu wa nguvu za kiungu. The Holy Spirit encounter take you from natural to supernatural. Kukutana na Roho Mtakatifu unapeleka katika nguvu za kiungu. And every believer, you should be excited and be hungry to flow into supernatural. Na kila muamini lazima uwe na furaha na uwe na njaa ya kwenda katika viwango vya nguvu za kiungu. Otherwise your Christian life is too much struggling, too mechanical, you become so tired. Vinginevyo Kristo wako utakuwa wa kutumia nguvu nyingi sana na kuteseka. Christianity life is so easy Maisha with the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. It's sweet. Ni matamu. Is sweet with the Holy Spirit. Ni matamu na Roho Mtakatifu. Is sweet with the Holy Spirit. Ni mazuri na Roho Mtakatifu. Yeah. Without the Holy Spirit, it's too mechanical, it's so hard. Bila Roho Mtakatifu ni vigumu sana na kutumia nguvu nyingi. So, if you are struggling, find out your relation with the Holy Spirit. Wewe kama bado unateseka, tafuta uhusiano wako na Roho Mtakatifu. And if you are trying and things are not working, do some searching about your private life. Na kama unajaribu na mambo bado hayatokei, angalia au tafiti maisha yako ya sirini. Your private life, if it is clean, it open up more to the flow of the Holy Spirit. Maisha yako ya sirini kama ni safi, yanafungua mlango zaidi wa kutembelewa na Roho Mtakatifu. Many times we talk about the external life, but the private life, that's the biggest source of power, flow of the Holy Spirit and God. Wakati mwingi tunazungumzia kuhusu maisha yetu ya nje, lakini maisha ya ndani, maisha ya sirini ndio yanabeba nguvu kubwa na kuonekana kwa Mungu. The clean life in your private life is very important. If you are hungry for the Holy Spirit, that is the major source. Maisha safi na ni muhimu sana, kama vile ukiwa na njaa sana na Roho Mtakatifu kuwa chanzo chako kikuu cha nguvu. Your private life must be clean, must be holy, growing into holiness. Maisha yako sasa lazima yawe safi na utakatifu, ukiendelea kukulia utakatifu. So that the Holy Spirit will have access fully unto you. You just remain walking by obeying His instruction and power flowing. Ili kwamba Roho Mtakatifu aendelee kupata nafasi zaidi kikamilifu ndani yako na nguvu zake ziweze kutembea kwako. Give us a course name, encounter. Kiswahili unasemaje? Encounter with the Lord, encounter with the Holy Spirit. Roho Mtakatifu akupate. Yeah? Ni maombi yangu kwamba kila mmoja wetu Roho Mtakatifu akupate. Alikupata siku moja ukaokoka. Sasa baada ya kuokoka, iko hatua nyingine akupate ili akufanye mtu mwingine kwa hatua ya pili. Alafu kuna ya tatu, alafu kuna ya nne. As much as how much you want encounters, lakini kila encounter inakufanya ubadilike na usisahau pale. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Namba tuende katika kitabu cha Mwanzo 32. Namba tusome, msomaji naomba tusaidie kusoma mstari wa 22 mpaka 31.
Wewe kwa wakati wako utasoma sura yote ya 32. Lakini kwa sasa hapa tutasoma 22 mpaka 31. Karibu. Neno la Mungu linasema, akaondoka usiku ule, akawatoa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yakobo. Akawatwaa, akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akasema nani? Yakobo. Akasema nani? Yakobo. Tuendelee. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Amen. Jua likamzukia akivuka Penueli, akachechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Akachechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Ukitenguliwa nyonga unatembeaje? Hebu mtu mmoja igizwa kama mtu umetenguliwa nyonga. Evodi yupo kwani? Evodi aliyetenguliwa nyonga aje hapa. Nyonga yenyewe haijui. Jona drama. Aya, Jona kimbia. You are here. Just join the photograph yourself here. Piga round hapo. Nyonga unajua. Sawa kabisa. Hiyo sawa. Hiyo ndio yenyewe. Yeah. All right. Sa, okay. Naomba rudie mstari wa 24. Mstari wa 24. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Bwana bariki usomaji wa maneno haya katika jina la Yesu. Kuna kitu ambacho nataka ukiona kwenye mstari wa 24, lakini utasoma pia kuanzia mstari wa kwanza. What is the story? Hapa tunaona mtu ambaye alishakutana na Mungu. Alikutana na Mungu wakati anamkimbia Esau, pale alipolala ndoto yake ya kwanza. Nadhani unakumbuka. Alilala akiwa hopeless, desperately, amejaa hofu. Lakini ndoto ilipotokea alikuwa mtu mwingine. Hiyo ilikuwa encounter ya kwanza. Alilala na wasiwasi, alikuwa hajui kwanza anakoenda, hajawahi kufika, hajawahi kukutana na mjomba wake mkorofi. Alafu alikuwa hajui wala umbali gani.
Ameondoka, jua likazama, jinsi alivyokuwa amechoka na mama yake alivyomfukuza kwa haraka, ondoka haraka, na vimafuta kidogo na kimaji kidogo kwenye kibuyu, ondoka haraka, sitaki kuona napoteza watoto wangu wote. Akaondoka, akafika mahali akalala. Neno la Mungu linasema kwamba alikuwa amechoka, na giza lilipoingia akalala barabarani pale pale, na alipoweka tu kichwa hivi umeshachoka, alafu kiasi ya kwamba ukinani tu hivi usingizi, alilala pale pale usingizi. Lakini katika usingizi akapata ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana msaidie mtu fulani apate ndoto. Bwana kujalie wote ndoto. Kuna watu mnachukia ndoto kwa sababu mnaotaka ndoto mbaya mara nyingi, ndio maana. Lakini mtafute Roho Mtakatifu atakupa ndoto njema. Haleluya. Sasa kilichombadilisha Yakobo ni ndoto njema. Na sasa safari hii alipokuwa anarudi kutoka kwa mjomba wake Laban, akawa amekaribia sasa. Mungu alimwambia ondoka, urudi Kanaani. Anamwambia ondoka kwa mjomba wako, nenda urudi Kanaani, kwa sababu alipokuwa pale kwenye ndoto alimwambia nitakupeleka, nitakurudisha, na nitakulinda, nitakufanikisha. Sasa wakati wa kurudi Mungu akamwambia rudi sasa. Sasa wakati anarudi akafika njiani akakumbuka, oh my God, Esau inawezekana bado yu hai. Akapeleka wajumbe wakapeleleze, wakaambia kaka yako yuko vizuri, Mungu amembariki, ana mali, na zile zawadi zote umetupa amezikataa, na anasema anakuja kukulaki, anakuja kukupokea na wanaume 400 wa vita. Sasa hicho ndicho kikamtia hofu Yakobo. Yes, ilikuwa mstari wa ngapi ule? Okay. Huko nyuma kuna mstari ambao unaongea anakuja kupokea na watu 400. Sasa akaogopa sana, akafanya mkakati wa jinsi ambavyo atasalimisha familia yake. Kama mwanaume una kazi ya kulinda familia yako. Njaa ikija tafuta chakula. Acha kulala ndani. Hakuna hela. Usikasirike, unaondoka nyumbani naambia hujaacha hela. Ndio heshima ya mwanaume kuomba hela. Au sio? Ni heshima ya mwanaume kulalamikiwa mtoto amerudishwa shule, ada. Tafuta hela mtoto aende shule. Haleluya. Tafuta hela mtoto aende shule. Acha kukasirika. Umezaliwa mwanaume shida. Haleluya. Kuna mtu mmoja alisema, sijui kama ni ya kweli nayo, anasema kwamba mwanamke hata kama akiwa na kazi usiombeombe hela yake, mwache. Unasikia vile hizo? Wamama wanasema mimi nasema mwache afanye biashara zake. Kwanza hata akipata hela, yeye chochote akipata anatafuta cha watoto, anatafuta cha kuboresha hapo ndani. Wewe unawaza tu magari. Unawaza mavitu yako tu. Lakini mwanamke akibarikiwa, anawaza watoto wake. Christmas hata tukumbukage kutafuta nguo za watoto. Mama ndio anatafuta. Wewe unasubiri tu kuambiwa, mbona hakuna mbuzi wa hapo Christmas? Kunatakiwa tukafute mbuzi. So Yakobo akahangaika kwa sababu amwambia ndugu yako anakuja na watu 400.
lazima afikishe usalama wao, watoto wake. Akapanga vikundi kadhaa vitangulie, ili akikutana Esau, akikutana kitu kimoja, akikiua hicho, vingine visalie vimepenya upande mwingine. Akawapanga, mkikutana naye pigeni magoti, mwambie mtumwa wako yuko njiani. Show a lot of respect, onyesheni heshima zote. Akapeleka vizawadi kibao. Esau wala hajapokea. Ninavyo ya kutosha. Yuko wapi yule bwana mdogo? So sasa nini kilichotokea? Baada ya kuwa amewatanguliza wote, akabaki mwenyewe peke yake. Ndio mstari wa 24. Rudia tena mstari wa 24 kusoma. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Alipokuwa peke yake, Biblia haisemi vitu vingi, lakini alikuwa anamlilia Mungu, na katika kumlilia Mungu, Mungu akamtokea. Na alivyomtokea, alitokewa na mtu ambaye akamkamata, akajua wewe ndio una majibu yangu, sikuachii mpaka kieleweke. Akamwangania, wakapambana mieleka mpaka inakaribia kuwa asubuhi. Ile anamwambia kwamba niache niende. Akamtegua nyonga. Alafu baadaye anamuuliza, jina lako nani? Yakobo. Utaitwa Yakobo tena, bado utaitwa nani? Kwa hiyo tunaona encounter yake na Mungu ilimletea mabadiliko. Kila Mungu atakapokutana na wewe utapata mabadiliko. Haleluya. Encounters zinaleta mabadiliko ambayo ndiyo kilio chetu. Tukutane na Mungu na tubadilishe. Ujumbe ilikuwa sababu za sababu za Mungu kutana na God's purpose for supernatural encounter. Encounter ya kwanza, Yakobo akabadilika, akaenda kwa amani akijua Mungu yuko pamoja naye. Encounter ya pili, Mungu akambadilisha jina. Sasa ukiendelea huko utaipata na nyingine na ya tatu, lakini nyingine kubwa unakuja kuiona wakati alipokuja kukutana na Yusufu baada ya miaka mingi, mtoto wake. Ilikuwa encounter nyingine. Bwana alimletea mwanae aliyekuwa amekufa, ni kama alikutana naye akiwa amefufuka. Alipata nguvu mpya ya uhai wake. Aliishi miaka kadhaa Egypt, lakini akiwa amefurahi kwa sababu ameona ukamilifu wa ndoto zake. Na utaona pale mwishoni alitoa utabiri na maneno mazito kwa ajili ya kila mtoto, na adhabu kwa wenye makosa alitoa adhabu zao pale pale. Utasoma mwenyewe hiyo. Okay, kwa hiyo encounter zinatuletea mabadiliko. Inatubadilisha mioyo, inatubadilisha maisha yetu, tunakuwa watu wengine. Unapokumbuka sehemu ulipotengenezwa pale, unaona jinsi ambavyo ulikuwa mtu mwingine kuanzia pale. Encounter ya kwanza ni pale ulipotengenezwa ukapata wokovu. Ya pili na kutengenezwa upate kitu kingine cha kuendelea na safari yako ya kutembea na Mungu, ambayo itakuletea mabadiliko mengine ambayo ni ushuhuda kutoka pale. Na kutakuwa na nyingine, na kila utakapokutana na changamoto, kutoka kwenye ile changamoto Mungu anakuacha upambane mpaka ukutane naye, na ukitoka pale hutasahau, nilikuwa na njaa, Bwana alitokea. Haleluya. Ukisoma maisha ya Daudi utaona alikuwa na encounter nyingi sana. Kila mara alipokutana na vita alimuuliza Bwana, hii vita nitashinda? Vita si tatizo, kwa sababu kwenda vitani kuna kufa na kupona.
Kuna kurudi salama au kushindwa. Ukishindwa umeenda. Sasa Daudi alikuwa anajua anayempa ushindi katika kila vita ni nani? Ni Bwana. Kwa hiyo kila mara alikuwa anamuuliza Bwana, Bwana niwafuate hao watu? Bwana anamwambia wafuate. Nikiwafuata nitawapata. Nikiwapata nitapata nyara zangu salama. Bwana akisema ndio, anakwenda. Kuna wakati akamuuliza Bwana, nimesikia Sauli alikuwa amejificha kwa watu fulani wanaitwa kwenye mji fulani wanaitwa Keila. Akamuuliza, nimesikia Sauli anakuja kuvamia huu mji kwa sababu ya kunipata mimi. Je, ni kweli? Bwana akamwambia ndio. Je, watu wa Keila watanikamata wanikabidhi kwa Sauli? Bwana akamwambia ndio. Utabaki hapo. Huyo akakimbia akatafuta upenyo akaishia zake. Sema siwezi kushinda kama Bwana amesema sitashinda. Kama ni ushindi ni Bwana anapewa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kutokana na karakta au maisha ya Daudi alivyotembea na Mungu mara nyingi na Mungu akakutana naye katika encounter nyingi, Mungu alifurahishwa na maisha jinsi ambavyo alitambua kila ushindi Daudi alimpa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kila ushindi na kila vita alihesabu kwamba ni Bwana amenishindia. Hakuchukua utukufu mahali popote. Na ndio maana tunaona Yesu anaitwa Yesu mwana wa. Sio kwamba Daudi alikuwa perfect. Alikuwa broken. Alikuwa mnyenyekevu. Mungu hatafuti watu wakamilifu. Anatafuta watu waliopondeka. Kwa sababu waliopondeka wanatengenezeka zaidi. Bwana asifiwe. Wanatumika zaidi. Walio perfect wako mbinguni. Hapa duniani kila mmoja na madhaifu yako. So, kwa hiyo hapa tunamwona Yakobo akapambana na huyu malaika wa Bwana. Katika mapambano yale mpaka asubuhi. Anataka kuondoka, akamwambia sikuachii mpaka unibariki. Ndio akambadilishia jina. Na baada ya kumbadilishia jina tunaona mpaka leo tuna taifa la Israeli kwa sababu ya mapambano ya Yakobo na malaika wa Bwana. Encounter ya Yakobo na malaika wa Bwana na Bwana. Ukisikia malaika wa Bwana ni Mungu mwenyewe, aidha anakuwa katika Roho Mtakatifu au alikuwa ni Yesu mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu alimbariki. Sawa. Kwa sababu alimbariki na alimbadilishia na jina. Kwa hiyo huyu alikuwa ni Bwana mwenyewe. Ndio maana akasema kwamba nimepambana na Bwana, nimeondoka salama, sijafa. Akapaita pale mahali Panueli. Nimepambana na Bwana, sikufa. Kwenye Kiswahili hawaweki neno vizuri. Wanaweka na nimeokoka. Lakini mara nyingi ilikuwa Bwana akikutokea ukakutana naye, mara nyingi watu walikuwa wanapoteza maisha, lakini akikuacha salama una heri. Kwa hiyo encounter zinabadilisha, zinakuletea mabadiliko. Mwisho encounter zinatufanya tumjue Yesu vizuri zaidi, awe halisia zaidi katika maisha yetu. Encounter zinatuwezesha kuweza kutimiliza majukumu ya kimungu tuliyopewa. Kuna mission za kimungu ambazo tumepewa. Tutakamilisha zaidi kazi ambazo tumepewa tunapokuwa na uwezo wa Mungu unatembea pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaona
katika kanisa la kwanza lilipita katika Matendo ya Mitume sura ya 5, tunaona tatizo la Anania na Safira. Tatizo la Anania na Safira likaletea kanisa hali ya utakaso, likasafishika. Usafi ule unaongeza nguvu za Mungu. Ukisoma mbele pale kidogo, kutoka pale Anania na Safira walipoondoka, tunaona Petro, kiwango cha upako na nguvu za Mungu ziliongezeka kiasi cha kwamba kivuli cha Petro kikao kinaponya watu. Watu wakawa wanaweka wagonjwa ili Petro anapopita kivuli chake kiwaguse, mapepo yanawatoka na vilema wanapona na viziwi wanasikia. Kwa sababu kadri tunavyokuwa tunaingia katika utakatifu zaidi, ndipo uweza na nguvu za Mungu zinaachiliwa zaidi. Kwa hiyo tunapozidi kuwa na njia na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anatusogeza zaidi katika kuwa watakatifu zaidi. Anatembelea, atasema na sisi, atasema na wewe katika maeneo ambayo unahitaji kutengeneza. Naomba umpe ushirikiano. Mwambie jirani yako, umpe ushirikiano Roho Mtakatifu, kwa sababu tunaenda mbali. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakuonyesha madhaifu yako, maeneo ambayo unatakiwa utengeneze. Mara nyingi tunakuwa watakatifu kwa nje, but we are not holy in our private life. Sasa Roho Mtakatifu akianza kazi ya kututembelea, anataka huko chini pia kuliko jificha, na kwenye tupatengeneza. Haleluya. Huko kwenye private life tupatengeneze pia, kwa sababu tunahitaji kwenda another level of fellowship and intimacy with the Holy Spirit. Roho Mtakatifu anataka uende mbali, tuende mbali, na tunaenda pamoja katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bethel worship, you are welcome. Naomba tusimame tukapate kujiombea kwa ajili ya njaa ya kuwa na encounter nyingi. Haleluya. Tuwe na encounter. Usitosheke na kuokoka. Kuna maongezeko zaidi ya kukaa karibu na Mungu. Haleluya. Huo muda ambao tumeutumia wa kumwachia Roho Mtakatifu, unajua mwenye ibada ni Roho Mtakatifu. Akishuka tunakatisha vitu vingi, tunampa nafasi. Haleluya. Mimi najua kuna watu tumeguswa. Kuna mtu umeguswa? Are you excited? Haleluya. Sasa huko tunakoenda, kuna siku hata neno hata nusu hatutaongea. Kwa hiyo tutatembea nitaenda Malawi, lakini nikirudi nitakaa sana na hao jamaa. Tuwe na ibada zetu za ushindi kwanza, ili tukija hapa mtapatikana. Haya, mpatikane. Haleluya. Mmeshaingia, hakuna mlango wa kutokea. Kama mmeshaingia kwenye huduma, hakuna mlango wa kutokea, ni huku ndani. Tunawafunga kamba mpaka mtakaa sawa. Lakini tukikaa sawa sisi, wengi watamwona Bwana. Haleluya. Hamkuwepo ibada ya kwanza. Ibada ya kwanza kuna mtu alipata wimbo wake wa kuimba kwenye siku yake ya harusi. Mambo ya ibada ya kwanza. That was amazing. Hallelujah. Hallelujah. Sasa usiniulize ni nani. Nenda kwenye mtandao ukatafute. Give us a chorus.